Je, ni kwa nini sura ya vita vya Mashariki ya Kati kati ya Iran, Marekani pamoja na Israel vimehamia katika mlango bahari wa Hormuz? Hapo kabla, Iran ilionekana kushambuliwa sana na Marekani na Israel, na malengo makubwa kwa Israel na Marekani yalikuwa ni viongozi wa Iran, ambapo kila baada ya dakika kadhaa Marekani ilitangaza kumuua kiongozi mpya wa Iran. Sasa sura ya mapigano kati ya Iran na Marekani na Israel inabadilika ghafla baada ya Iran kufunga mlango bahari wa Hormuz, na siku chache baadaye tunaona Marekani anakubali kusitisha vita kwa muda wa wiki 2, na moja ya mapendekezo yake makubwa ni kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Irani naye anakuja na mapendekezo yake ambayo yanakuwa magumu kwa serikali ya Marekani kukubaliana nayo. Hivyo basi mlango bahari wa Hormuz unasalia kubaki kuwa umefungwa. Sasa baada ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani na Israel kutokufika tamati, Marekani anatumia nguvu kubwa kufungua mlango bahari wa Hormuz, ikiwa ni pamoja na kutumia silaha za kivita, yaani drone za ndani ya maji na meli kubwa za kivita, pamoja na mashambulio ya anga katika operation anayoiita Operation Freedom. Hii yote ni Iran aweze kufungua mlango bahari wa Hormuz. Sasa kwa nini Marekani anatumia nguvu kubwa kutaka kufungua mlango bahari wa Hormuz? Je, Marekani ana uchungu na uchumi wa mataifa mbalimbali duniani? Na je, anataka kuponya uchumi wa mataifa tofauti duniani? Hilo ni swali la kujiuliza. Lakini sasa utabidi turudi tuweze kuangalia matumizi ya mlango bahari wa Hormuz. Je, ni nani anayefaidika sana kwa mlango bahari huu wa Hormuz? Mlango bahari wa Hormuz unapitisha takriban 20% ya mafuta na gesi asilia ya kimiminika, yani LNG, duniani kote. Sasa njia hii ni njia muhimu kwa makampuni matano yanayosafirisha kutoka Ghuba ya Uajemi hadi katika masoko ya kimataifa, haswa bara la Asia. Makampuni hayo ni pamoja na Saudia Aramco, ili ni kampuni la Saudi Arabia, lakini kampuni lingine ni Iraq National Oil Company, SOMO, ili ni kampuni la Iraq. Lakini pia kuna kampuni jingine ambalo linajulikana kwa jina la Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, ili ni kampuni la United Arab Emirates. Kampuni nyingine ambalo ni la 4 ni kampuni inayojulikana kwa jina la Kuwait Petroleum Corporation, KPC. Hii ni kampuni kutoka Kuwait, pamoja na kampuni ya 5 ni Irani yenyewe. Sasa makampuni haya yote yako chini ya kampuni ya Kimarekani inayojulikana kwa jina la Exxon Mobil, kampuni kubwa duniani ya nishati inayolenga utafutaji, uzalishaji, usafirishaji wa mafuta na gesi asilia duniani kote. Kampuni hii iko chini ya usimamizi wa kampuni kongwe duniani ya John D. Rockefeller, kampuni inayoratibu mifumo yote ya kifedha duniani, ikiwemo pamoja na kampuni kama JP Morgan na Nvidia. Sasa makampuni hayo ya Kimarekani ndiyo yanapanga mafuta yauzwe wapi, kwa nani, kwa pesa kiasi gani na kwa muda gani, na pia yana control uchumi wa mataifa yanayomiliki mafuta Mashariki ya Kati kwa kuweka ulinzi wa majeshi na kuuza silaha za kivita ili mataifa hayo yaweze kujilinda, pia kutoa mikopo na kusapoti mataifa hayo katika miundombinu na uzalishaji wa mafuta. Kwa asilimia kubwa ya mafuta yanayopita katika mlango bahari wa Hormuz yanaenda Japani, Korea Kusini, India na Singapore, pamoja na Marekani yenyewe. Sasa Iran inapofunga mlango bahari wa Hormuz inakuwa ni pigo kubwa kwa Marekani na washirika wake, kwani makampuni yake yanafanya kazi kwa hasara, na washirika wake ukuaji wa uchumi unaathirika kwa namna moja hadi nyingine. Mfano, Iraq National Oil Company, SOMO, la Iraq hivi karibuni imekuwa na kutanuka na kuweza kusambaza gesi na mafuta kwa asilimia kubwa katika nchi za Ulaya. Hii ni baada ya Urusi kujitoa kikamilifu kupeleka nishati barani Ulaya. Sasa mlango bahari wa Hormuz unapofungwa inasababisha kampuni hili kupata hasara kubwa, kushindwa kujiendesha, na hivyo kuleta changamoto za nishati ya mafuta lakini pia na gesi katika nchi za Ulaya. Kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kwa Marekani ni pigo kubwa, kwani Marekani inategemea biashara ya mafuta Mashariki ya Kati ili kuweza kuendeleza mipango yake ya kijeshi na kivita Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Iran
Iran imefanikiwa sana kutumia mbinu ya kufunga mlango bahari wa Hormuz kuwa kama silaha kubwa na nzito ya kuizuia Marekani isisonge mbele dhidi ya mikakati yake ya kuishambulia Iran. Usisahau kusubscribe channel yetu ili tuendelee kukujuza zaidi.